kuiona fursa. Yesu alipoona wale watu wana njaa, yeye alichoona pale ni nini? Fursa, kwamba hapa nikifanya muujiza hapa nikifanya muujiza hapa hawa watu wataniamini sana. Akatenda muujiza. Ni vizuri mtu ambaye anatamani kuwa na mafanikio awe ni mtu ambaye anachungulia fursa, alafu anasema mimi nikifanya kitu hapa ili kuleta majibu, ili kuleta masahihisho, ili kuleta mabadiliko, ili kuleta mafanikio, kuleta tabasamu, kama nitafanya kitu hapa, jina langu litahama, heshima yangu itahama, utukufu wangu utaongezeka, watu watanitaja katika namna nyingine. Yani always think about it, seek opportunities. Kitu kingine muhimu, tazama fursa inayopatikana ndani ya mtu. Kuna watu chini ya jua wana kitu unachokihitaji. Kuna watu chini ya jua wana kitu ambacho wewe umekipoteza. Kuna watu chini ya jua wana kitu ambacho wewe huna, and you need it from them. Learn, who are they? Seek, wako wapi? Pray, mwambie Bwana nikutanishe na hawa watu ambao walivyo navyo mimi navitaka sana. Ukisoma kitabu, Biblia inasema kwa ajili ya hayo wengi miongoni mwa wanafunzi wale wakarejea nyuma wasiambatane naye tena. Basi Yesu akawaambia wale thenashara, je, ninyi nanyi mwataka kuondoka? Basi Simoni Petro akamjibu, Bwana, twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima. Just imagine, kuna watu waliacha kumfuata Yesu because they never understood Jesus. They disconnected from Jesus. No matter how powerful, no matter how rich he was, haijalishi alifanya maajabu gani, they decided to disconnect from him. Yesu anawauliza wanafunzi wake wale 12 wanaitwa thenashara, na ninyi mnataka kuondoka kama wale? As I know, we have seen something that we have never seen before. Kuna kitu tumeona kwako hatujakiona popote, hatujakiona kwa mtu yeyote. We have seen you have a potentiality. Wewe una kitu muhimu, una kitu cha kipekee, una kitu cha kitofauti. Kama tukiwa na wewe, we will become like you. Kama tukiwa kama wewe, tutafanya yale wewe unayoyafanya. Kwa hiyo sisi hatuendi popote. Wale wameondoka kwa sababu hawajaona. Sisi hatuondoki, tunang'ang'ana na wewe kwa sababu kuna kitu tunakiona. Lazima uone fursa inayopatikana kwa mtu aliye muhimu. Listen to me. Mimi maisha yangu niko hivi, sigombani na watu. I never quarrel with people. Mimi ni mtu ambaye napenda kila binadamu ninayemuona mara ya kwanza. Nataka kubaini ana kitu gani huyu ninachokihitaji ambacho mimi sina. Hata neno la Mungu linasema Bwana Mungu hatafanya neno lolote duniani mpaka kwa mpata nabii. Mungu anatafuta mtu ambaye ana kitu. Alipomtembelea Gideon alikuwa sio mlokole, Gideon alikuwa sio mtakatifu, Gideon alisio kwamba alikuwa na imani, sio kwamba Gideon alikuwa na kesha kanisani. Mahali nyumba ambayo Gideon alikuwa nakaa, ile nyumba ilikuwa ina madhabahu ya Baali. Baba yake alikuwa mwabudu shetani. Kwa hiyo Gideon na yeye alikuwa anaabudu shetani kama baba yake, lakini Mungu akamuona Gideon katika nyumba ambayo wanaabudu shetani. Akamuona Gideon ana kitu fulani. Malaika akatokea akasema,
shujaa. Asa mimi unanitaja sasa, mbinguni wakikuangalia hata kama unakaa nyumba moja na bahari, wewe ni shujaa. Tunakutoa kwa bahari, tunataka uje huku, uje kwa Mungu huku. Tunataka ukae huku, tunataka Mungu ana kazi na wewe. Hakuwa mtakatifu, hakuwa anajua kufunga na kuomba, hakuwa ana utakatifu wote, hakuwa na imani yoyote, ila kuna kitu Mungu alikiona. Kitu gani? Opportunity. Mimi nikuulize, hivi Mungu akikuangalia wewe anaona nini? Nisikilize vizuri kweli mpendwa, hii pointi itakusaidia. Yaani usitafute fursa kwa mtu kama fursa haionekani kwako, hutapata. Never ever seek opportunities. Why? You are not an opportunist. Usitafute fursa kama ndani yako hakuna nini, hutapata. Kile unachokitafuta nje lazima kionekane ndani. Kama unatafuta kupendwa, lazima wewe uwe ni mpendaji, unapenda wengine. Kama unatafuta kuheshimiwa, lazima wewe ndani kuna watu unawaheshimu. Kama unatafuta mali, wewe mwenyewe lazima uwe mali. Lazima uwe nini? Kama unatafuta nyumba ya ghorofa nzuri ujenge, lazima wewe iwe ni nyumba ambayo Yesu anakaa humo ndani kwa kujivinjari. Kamwe usitafute kitu ambacho hakipatikani ndani yako. Nataka ujue ya kwamba Bwana atafanikisha njia yako. Kitu cha kwanza, Bwana atafanikisha nini? Njia yako. Haijalishi njia yako itakuwa ina kelele kiasi gani. God will prosper your way. Amen. Weka kwenye akili yako kuanzia leo, ondoka nalo hili kwamba God will stand with you and God will prosper your way. Amen. Mwanzo 24:56, naye akawaambia msinikawilishe, mradi Bwana amefanikisha njia yangu. Mungu akafanikishe njia yako kwa jina la Yesu. Na hivi ndivyo itakavyokuwa, kwamba njia yako itakuwa wazi siku zote. Sio tu afanikishe njia yako, njia yoyote unayoiendea ikawe wazi kwa ajili yako, yoyote unayoiendea. Kama unaenda kusini, basi hiyo kusini ikawe wazi kwa ajili yako. Kama unaenda magharibi, basi kule magharibi kukawe wazi kwa ajili yako. Biblia inasema Isaya 11:16, itakuwako njia kuu kwa mabaki ya watu wale watakaobaki. Itakuwako njia. Isaya 43:16 anasema, Bwana asema, yeye afanyaye njia katika bahari na katika mahali pa kupita, yeye afanyaye njia. Kwa hiyo Mungu yeye ndiye anayefanya njia, na mimi nimenena katika uwezo wa jina lake. Mungu atafanya njia mahali ambapo hapana njia. Mungu atafanya njia. Yaani wewe ukiona uelewi, ndio sasa uko pale baharini pale. Uelewi. Unachohitaji pale baharini ni kumwambia Bwana, hapa bahari navuka au nirudi? Navuka leo au nirudi? Aseme unavuka leo. Haya, fimbo iko wapi? Hapa. Nafanyaje? Haya, wewe fanya vile. Wewe pokea tu maelekezo ya Bwana. Usiseme nikinyanyua hii fimbo hivi bahari itagawanyika, njia itatokea. Fimbo sio yako, jina la Yesu sio lako, ni jina lake. Wewe fungua kinywa chako, tamka kwa jina la Yesu, mimi nafanikiwa kwa jina la Yesu, mimi ninakuwa na afya safari hii kwa jina la Yesu, mimi ninaolewa kwa jina la Yesu, mimi najenga nyumba kwa jina la Yesu, mimi naenda kuinuliwa. Wewe fimbo ile sio yako, ni yake. Neno jipya sasa litachipuka, hamtalijua. Sasa nitafanya njia hata jangwani, nitafanya njia hata jangwani. Nitafanya njia hata jangwani. Anasema nitafanya njia hata jangwani, nitafanya njia hata jangwani, nitafanya njia hata jangwani. Jangwani maana yake ni nini? Mahali pakame, kwamba huyu anatoka kwenye boma ambalo hawakunaga ndoa,
Kame, ndoa ni kame, pana ukame wa ndoa. Huyu anatoka kwenye boma ambalo pana ukame wa hela, hamna hela. Huyu anatoka kwenye boma ambalo pana ukame wa heshima, hamna heshima. Huyu anatoka kwenye boma ambalo pana ukame wa nyumba, watu wanakaa nyumba za kupanga tu bwana, pana ukame. Mungu anasema hapo palipo na ukame nafanya njia itokee. Njia ya gani? Njia ya kwenda mahali ambapo pana utele. Sema amina. Sema yeye anatengeneza njia ya wapi? Inaelekea uteleni. Kwa hiyo wewe unachohitaji sio kuangalia jangwa, wewe unachohitaji ni kuangalia njia imetokea wapi hapa jangwani. Maana yeye amesema palipo na jangwa lazima nifanye njia. Wewe itafute njia jangwani, inaweza ikatumia mwezi mmoja, mwaka mmoja, unaitafuta njia, maana iko jangwani na imejificha. Sema amina. Ndio maana anasema aketie mahali pangu pasiri. Ina maana hiyo njia hata kama iko jangwani ni siri, haijulikani. Tafuta hiyo njia, kaa kwenye hiyo njia. Jamani, tuseme ule ukweli. Niseme nisiseme? Sema. Tunapokuwa tumelala usiku wa manane, asilimia kubwa tunazima taa. Tunaamka mkojo umebana, tunatakiwa twende wapi? Chooni. Choo kina mlango, si ndivyo? Kwa hiyo ukitoka na ule usingizi, giza. Kwanza una usingizi, macho umefumba muda wote. Sasa umefumbua hivi, hayaoni vizuri. Kwa hiyo unaanza kupapasa kwenda wapi? Chooni. Unapapasa. Saa nyingine unajigonga kwenye dressing table kama ila ukai pale. Unasema lengo ni kwenda chooni. Unaenda. Yaani huku mkojo umebana, unaenda. Nasema sasa naenda wapi? Chooni. Mara umejigonga wale pakaja. Unasema siairishi, mimi siairishi. Lazima nikakojoe maana mkojo umenibana, siwezi kulala. Mara huyo umeingia chooni. Mara ukifika kule saa nyingine unalenga pembeni, si ndivyo? Unalenga pembeni lakini unajihudumia. Haleluya. Haleluya. Yaani ni hivi, hata kama unamtafuta Mungu unampata kwa kupapasa. Wewe papasa, usikate tamaa. Maana aliye na mkojo hakati tamaa mpaka amekojoa. Kwa hiyo na wewe endelea kupapasa, endelea kupapasa. Kuwa kama kipofu, papasa, tupapasa. Sema leo na papasa. Leo na mara umejigonga, unainuka sema hapana, sikai hapa. Mimi kuna kitu nakitaka. Wewe endelea tu. Anasema wale wamngojao Bwana watatiwa nguvu. Wale wamngojao Bwana watapewa nguvu, watapaa kama tai. Wewe endelea kumgoja, endelea kuwa na subira, endelea kukaa kwenye njia. Mimi natafuta chemchemi ya uzima, natafuta chemchemi ya uzima. Bwana wewe ukipata ngaba, kila mtu atajua umeipata. Amen. Wale wanaochimba dhahabu, usifikiri kwamba wakienda siku ya kwanza ya pili wamepata dhahabu. Dhahabu ili uweze kuipata inahitaji miezi 6. Unaweza kuahirisha ukarudi nyumbani. Walio Melelani wanachimba Tanzanite. Kuna watu wana miaka 4 5 hawajatoboa, lakini hawakati tamaa. Kwa nini? Wana kazi wanaoijua, wametumia nayo muda mwingi, ni hiyo Tanzanite. Anarudije huko mtaani, shughuli zingine hazielewi. Yeye anaelewa hiyo Tanzanite, anakomana Tanzanite, anaamini iko siku atawini kupata Tanzanite. Kama yule anakomaa, kwa nini wewe usikomae na Mungu na una uhakika kwamba Mungu anaweza kugeuza maisha yako, anaweza kubadilisha maisha yako, anaweza kukutoa chini akakuweka juu, anaweza kukushika mkono. Kama hatashika mkono, bana sikiliza, mimi Mungu sio lazima nishike mkono.